maisha. Kwa hebu tuwe na muda wa kumsemesha Mungu kitu, ili Mungu akafanye jambo lingine kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye jina lako Mungu anasema sitanyamaza na kuachia Israeli, sitakulia hata kulia kwenye kiti cha kwako hata haki yake itakapotokea. Kama Mungu na haki yako na wokovu kama taa iwakayo. Ule mstari wa 2 anasema na mataifa wataona haki yako, mataifa wataona haki yako, wanafunzi wenzako wataona haki yako, familia yako itaona haki yako, na wafalme wote wataona utukufu wako. Uko utukufu ambao watauona, nawe utaitwa kwa jina jipya litakalotajwa kwa kinywa cha Bwana. Ninasema Mungu, tutakapomaliza huu mwaka uwe na jina jipya, uwe na jina jipya, uwe na jina jipya, uwe na jina tofauti. Tumtukuze Mungu kwamba Mungu kumbe unatuwazia mema. Umesema hutanyamaza wala hutatulia mpaka haki yetu, kwamba tunayo haki mpaka itakapoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema utaitwa kwa jina jipya. Hilo sio jina jipya tunalotaja kwa kinywa cha Mungu. Ninataka nikwambie kwamba Mungu atakuita kwa jina jipya, lakini utakapokuwa tayari, utakapokuwa tayari, utakapokuwa tayari, jina lako litabadilishwa, jina lako litabadilishwa, jina lako litabadilishwa. Jehova, hii siku ikawe alama kwamba jina la mtu litabadilishwa, jina la mtu litabadilishwa, jina la mtu litabadilishwa. Watakuita kwa jina lingine, jina la mtu aliyebarikiwa, jina la mtu aliyebarikiwa, jina la mtumishi wa Mungu, jina la mtu aliyepakwa mafuta. Rikora masaka rishanda rabodika rababa. Baba, ninakutukuza Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii njema. Baba, kuna kitu utafanya kwenye maisha yetu. Tunakuja kwenye ibada, lakini Bwana weka alama kama ulivyosema na mtumishi wako, kwa kutumia kichwa, kwa kutumia kinywa cha mtumishi wako, nabii wako Hagai. Baba, ukasema na kanisa lako, Baba, ukasema na watu wako.